unapata sometimes na watu njaa hivyo, sina credit, reverse call umepiga karibu zote zimeisha, umeflash please call me umetumia all 5, hadi nikajua kutumia please call me ya Airtel, a long process, but nilijua kutumia juu Airtel ilikuwa na please call me inaweza kuallow utumie please call me kama 10 hivi, ya Safaricom ni 5, Airtel ni 10. I knew the process. Sasa kazi yangu nitumia please call me every evening, naingia Facebook free mode with an aim of kuomba hiyo mbao tu. Nilikuwa nataka tu mbao was okay with me to maintain me. Kifika tena kesho jioni mbao, ama kama ilienda sana, I'll walk hadi wifi ya shule free. Nilikuwa naishi sana mbali na shule, bali nilikuwa nikitembea naenda kwa wifi, naingia online, najaribu kutext any number yenye naweza pata. I was asking as low as 5. Show, and we have our guest here. I'll just give him a chance to introduce himself, then we continue. Okay, thank you. My name is Uchinde Nishodoyo, a third year student, Maseno University, doing communication and media studies with IT. I am from Homa Bay County of endless potential, as you know, from a family of 8. Yeah, 8. Thank you. Okay. So Dennis, yes. Where, when and how did your journey begin? Those struggles that you went through, what kept you motivated? And then which people came to your rescue during those struggles? Okay. First and foremost, thank you for according me such an incredible opportunity to allow me air my views and my life experience. I'll use both languages for to help at least most of the people wapate kusikia. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba nimezaliwa Homa Bay, Kanyada, Uthidha. And our family tulikuwa na mom na dad, but as you know, things went sideways. We can't blame the parents, but it was their decision that made it go like that. So ikifika okay, mostly nimelelewa na mama. Dad hajakuwa around for that much. Vile walikosana na dad, it led to separation, watu wakagawana, then dad aliamua kutuacha kwa boma. Sasa alienda tu zake, akatuacha kwa boma, tukabaki na mama. So vile mama pia hakuwa na mali pa kwenda, akasema acha tu, si ni boma nimeachiwa hapa na kuna land naweza palilia nipate kitu. Let us remain here, nitaona venye tutaendelea na maisha. So mom kept her spirit and akatuambia tubaki tu hapo, akaweza kutu admit kwa mashule, but it was not easy on her side. Okay, she didn't have that much education that could allow her to do any substantial job. Anafanya hizi kazi za kijungujiko. For example, my life I'm raised tukichoma makaa. Mama amekuwa tu akilimia watu, anapiga makaa, anachoma makaa. Na hizo vitu kazi ndogo ndogo tu ili tuweze kupata kitu kuweka mezani. And this issue led to many challenges in our life. Unapata bro wangu mkubwa, due to insufficient the fee, alikuwa anafukuza kila mara, kama hapa sioni kama nitaendelea. Akaacha shule na I think class 7. Yeah. The many years back. And then sasa ikakuja bro wangu mkubwa pia, akajaribu kusoma. Yeye alikuwa akang'ang'ana kusoma, akajaribu kusoma. Yake hadi ilikuwa chungu kwangu, hadi nilikuwa namuona Roma. Sometimes anafukuzwa, unapata amefukuzwa school fee. Anaacha shule for kitu 1 month. Hii ni secondary. Anaacha shule for kitu 1 month, anaenda fishing kutafuta hiyo fee. Ana fish for 1 month. Ikitosha ile areas alikuwa nayo, ndipo sana arudi shule. So alikuwa anaonea mama huruma. Mama kuna sisi anatusomesha, afu yeye pia sasa alikuwa anasema, akaambia mama, wewe endelea nao wengine, mimi nitapata venye nitajimudu ili kulipa school fee. So he took it into his hands kujifunza. Haikuwa rahisi, but he made it. Alifika form 4, akafanya KCSE, but hakutoka poa vile, kulingana na hiyo tatizo alikuwa nayo kwa transia, hakuwa consistent kwa masomo. So akamaliza form 4, then sasa hakuwa na pahali pa kushika, akarudi kwa ile fishing yake. Now on my side, I was blessed to be a bright student since primary.
It was a rare opportunity granted to me by God, and I thank God for that. So we kept on pushing hapo primary. Class 1 nimesoma nyumbani. Then by 2011. Ikifika 2012, mama akalemewa, hakuwa na kutoa pesa kufunza watoto, she has no decent job. Akanipeleka kwa sizi yake huko Siaya Uyoma. Nikaishi huko for like 2 years, yeah. Akanipeleka huko vile nilienda nikapata ni boma, watu walikuwa wanatengeneza hii inaitwaje, pombe. So hapo nikaishi. I thought walikuwa wanataka kunipeleka shule juu nilikuwa napenda sana masomo. So nikaenda hapo with an aim that I was going to study. First week nimekaa tu hivi, sioni chochote. Hawataka kunipeleka kwa shule. Nikashangaa kwa what's the rada yao. So mimi watoto wake wanaenda shule, mimi naachwa hapo nyumbani nauza pombe. Nauza pombe, akirudi ananiambia umeuza ngapi? Nimeuza hivi. So nilikuwa naona watu wanalewa na shanga. Wakilewa wanaenda hivi, wanaenda side nikashanga. What makes them do this? I want to test. Nataka nionje hii kitu nisikie. How will it be? So being that I was the one selling it, nikaamua leo nitaonja hii pombe. Unajua niko class 1, 2011 niko class 1. So nikaamua hii kitu lazima leo nifanye nini? Nikaonje. Nikapima. Madhe akatoka, nani sizo mamangu akatoka. Watoto washaenda shule, nimebaki nyumba peke yangu. Nikafanya hizo chores za nyumba. Then nikabakia sasa watu wa kununua pombe wakaanza kuingia. So nikapima. Nikatoa kama ninakuzia pombe. Ukishalewa sana, unajua vile wanalewa. Ukishalewa sana, ukitaka next, natoa kidogo naweka mahali na kuongeza maji juu yake. Nikafanya kwa chupa karibu 3. Nikachukua glasi yangu moja imejaa pale, nikasema basi hiyo I'll consume it. Nikasubiria wakaondoka. Wakishaondoka nikachukua nikasema I want to taste this. Nikakata kwa kiti sitting room. Nikaonja. My friend, let me tell you, tafadhali kama hujaionja pombe, don't make a mistake of trying. Tafadhali, it is not easy. Bwana, hiyo kiti ilinichoma koo, nikachukua kwani koo yangu inapasuka. Alafu nikameza. After kumeza nikaona mbona sisikii kitu. Na hiyo unajua ni 1 glass and I'm a child. Mbona sisikii kitu? 1 glass yote. Na sisikii kitu. Nikakaa nikasema maybe hao watu wanarenganga tu ama nikutaka kushow off. Sasa nikakaa tu kwa kiti. Kumbe sijuangi pombe takes effect most pole. Nimekaa sasa naona nasikia kichwa inaenda hivi. Nikakaa tu kwa kiti, then nikatoka nikaenda nje. Nikalala, alafu kiti kanaambia rudi kwa kiti, nikakaa. Ifika jioni, bosi wa mama akarudi. Akaenda mahali aliweka hizo vitu. Okay, sikunywa glasi moja pekee, nilikunywa ya kwanza. Nikaona ile ya kwanza iko take effect, nikasema acha niongeze. Nikachukua yenye siku which I never counted for, nikaongeza ile sasa yake yenye inafaa kurudisha profit. Nikachukua chupa moja. It's equivalent to glass moja. Nikaongeza. Sasa nimekaa. Akarudi akapata pesa zote, nikamwambia mahali ziko. Akaenda kazichukua, akaniambia na hizi chupa ziko less na moja. Where's 1 bottle? Nikamwambia na nini alichukua deni. Kidogo akapigia huyo jamaa akamwambia mimi nilikuja hapo nikakunywa pombe nikalipa pesa, sisi chukua deni kwako. Nikaulizwa kijana yangu wapi? Pombe chupa moja imeenda wapi? Sasa ile alinajibu pombe ashagundua kijana kaleonja kamelewa. Akaniambia hebu simama. Nikasema nasikia kama nini mgonjwa. Nikazidi kukaa hapo. Nikasema leo nimenaswa. Najaribu kusimama nasikia mguu ni nzito. Nikasema kuisha mimi. Akafanya tu vizuri, akapika. Naweza kumbuka tu vizuri ilikuwa samaki. Akapika kila kitu hadi na ugali. Watoto wakatoka shule, ilikuwa jioni sasa imekuwa usiku. Watoto wakakuja. She wanted to test me, akaniita. Denish, hebu kuja kuchukue vyakula upeleke mezani. Hapa nimenaswa. Nikaamka tu mosi. Nikapiga 1 step. Nikakanyaga vizuri. I had to remain strong. Nikakanyaga ya pili. My friend, the 3rd step I took landed my leg into the sufuria. Nikakanyaga chakula yenye alikuwa amepakua kwa sahani si sufuria. Nikakanyaga chakula hadi sikuwa naona. Juu ukisimama kunywa pombe, ukisimama hivyo unaona hapo mbele ni shimo. Ukijaribu kuweka unapata tu ni flat. Sasa ndio maana hapo ndio nilitoka na hiyo nini.
why they do stagger. Akiona hapo mbele inakaa shimo, akikanyaga anapata kumbe ni hiyo tu iko tu flat. Nikasema after ukanyaga food nikashikwa, nikuuliza pombe moja umepeleka wapi? Nikuja kanusa mdomo wangu akapata inanuka pombe. My friend, niligongwa vizuri hadi nikalala nje, nikalala nje. I slept kwa ile chini ya sijui inaitwa aje, zinapandwa hapo kwa boma kama zinatumia kama fence. Nikapata mahali kuku walikuwa wanapenda kulala hivi during daytime. Nikalala hapo the whole night. So mimi nawasikia wakinitafuta, but nilikuwa naogopa kuwa wanaweza kunipika tena. Nikalala hapo kwa hiyo cold yote. Asubuhi ndio nikarudi. Nikapata they are worried bwana, hadi wale watoto wajaenda shule bado natafutwa. Sasa akipotea akikufa nitaambia mamake nini jamani? Akasema aje tu nirudi. Hadi sikulala mbali, nilikuwa tu hapo nyuma ya nyumba. Ndio siku nataka wanione. Sasa nikakuja asubuhi. Wakaniambia lala wapi? Kaongea chini huko. Ningeambia nini mamako kama hata wanyama ama nyoka ingekuuma? Mimi nikanyamaza tu. Kesho wakanipeleka shule, but nilikuwa nishaboeka na hapo. That's the first day nimekanyaga shule huko. Kama vile nilikuja wako wananipeleka shule, so that is the day. Ilikuwa after how long ukapelekwa shule? After uliletwa kwa auntie yako? Niletwa. Ikachukua kitu 2 months. Alafu nikapelekwa shule. Ilikuwa 20, kapelekwa shule 20. Okay, nimeingia huko 2011, sijamaliza kwetu. Nimetoka katikati. So I was supposed to rejoin class 1. Si nikapelekwa class 1, then class 2 nikasoma hapo. Nikasikia nimeboeka. Kama nataka kwenda kwetu. Wakakumbuka wakasema kama nataka kwao uwezi ukamnyima. Nikapangiwa nikakuja kwetu. Kufika kwetu hadi sikulala kwetu. Nikaambiwa unapelekwa kwa shosho yako. Uende uishi huko, kuna mwenye atakukujia, utapelekwa huko. So nikasema hata sitaona kwetu. In fact nimeenda tu kwetu the same day nikachukuliwa nikapelekwa kwa shosho. Hata sikulala. Nikaenda kwa shosho nikaona afu hao ni wale watu wasomi, wamesoma sana. Nikaenda huko with a name that nitaenda kusoma sasa ile pure. After kuenda huko first week naye nikachapa tu nyumbani vizuri. I'm still familiarizing myself with. So nilikuwa nafaa kupelekwa boarding, but akaona juu huyo anafanya kazi huko Nairobi. So na huyu mamake mwenye anamuita shosho yangu alikuwa amebaki nyumbani. Sasa akaona nimsaidie, asinipeleka boarding, anipeleka tu day huwa nikisaidia shosh kwa mambo za nyumba. Alikuwa na mifugo hapo na pia shambani. So nikaamua mimi bora nisome. Nikapelekwa Ray School. Nikocha inaitwa Neno Primary School. I started afresh. Na ujue ya kwamba hadi hii ilikuwa class 2 sasa. Nikaingia kabla hata sijamaliza hiyo class 2. Nikaingia hapo. Nikakuwa admitted to class 2 third term sasa. I was supposed to go to class 3. Wakanipea hii kitu walikuwa wanapeanwa. So inakaa in form of interview. Hizo exam wanapewa ndio kuone capability yako. Nikapewa hizo exams. Nikafanya. And they found that I was very, very bright. They just gave me the core subjects. Mathematics, Kiswahili, English. Nikafanya. Wakaona result wakaona, which class are you? Nikamwambia I'm in class 2. Hata unafaa kwenda class 3, but nikapata nikasema basi sitakwenda pale. Niweke tu hii third term nifanye hiyo exam na hawa ndio ni proceed. Nikakaa nikafanya exam and it came out very well. Nikapita. Ilikuwa max. Kuna kitu I can remember ilikuwa ilikuwa mingi though. Okay, siwezi kumbuka tu ya class 4. But I passed. Nikaenda 2013 nimeenda class 3. Nikaanza kusoma kidogo. Maisha yakaanza kuwa ngumu. So juu pale haikuwa kwetu. Unajua mzazi ndiye anajua vile mtoto wake anakaa. So ushosho vile kuna venye mambo alianza haikuwa inanifurahisha. Everything until tulikuwa tumeishi watoto wawili. She was prioritizing the other boy over me. So everything hadi umefukuzwa kalamu anakutuma kwetu. Kusa kalamu ya 5 bob surely naenda kuchukua kwetu yao. Nikasema hapa
ni kama nitalemewa, naona nikirudi kwetu. Nikaanza kumwambia mama yangu, nikampigia simu nikamwambia mama, nataka kurudi kwetu. Nikaniambia sasa mimi nitapata pesa wapi kwa kufunza mtoto wangu? Unajua tu vile niko. Nikamwambia I just want to go back to my place, hata kama nitajihudumia there is no problem, I'll do what it takes. Kaniambia okay, vumilia, utakuja next year ukiwa class 4. Na nikavumilia, nikapita tena. Kwanza walimu walikuwa wananipenda vibaya sana. Nilikuwa naenda shule saa 2. Hiyo naamka saa 12. Nakamua ng'ombe, alafu nikishawakamua kifika hapo saa 1 na watoa nje na wapeleka ili nijitayarisha hadi niende shule. Ilikuwa saa 2. Tu nilikuwa nachapwa kila asubuhi. Watu wakiangalia result yangu wanasema unakuja shule late lakini result yako ni power. What's not happening? Sikuambia chochote. Mimi nilikuwa I used to kunakuja tu hiyo masaa zangu. So wakaona maybe there is something wrong. Wakaacha kunichapa. So hata ningeenda late au nichapi, bana nimeingia class, nianze na hiyo first lesson juu. Najua at the end I'll pass. So the secret behind this kupita kwangu kukua increased. Mara nilikuwa nalala. Kulikuwa na watu walikuwa wako secondary school na mimi bado niko primary, kwanza lower class. So I used to study, I used to stay. Mimi ningeshika kitabu hivi nisome from page 1. Hata nasoma hizo ma content sijui what. Nasoma kila kitu from page 1 to page last hadi nimalize. Nakumbuka nikishika kitabu ya English ile ya kitambo kabisa, nimesoma from page 1 hadi nilikuwa nime memorize hizo ma stories karibu zote. Nikichukua maths, I'm doing it perfectly. Hadi wale walikuwa wanalala wananiacha kama bado nasoma. Alafu kenye nilisaidia, kulikuwa na stima huko. Ndio kwetu nimetoka kama kulikuwa na stima. Kulikuwa na stima huko. So I used to enjoy it very much. Hadi wanaamka wananipata bado nasoma kwa namba kijana. Hey! Si utaumia? Nikamwambia for the better good. So that was my secret to success. Even though nilikuwa napita mtihani, hiyo kusoma kwangu, I was so much consistent in it. Ikaenda tu hivyo, then ikanifika kwenye koni, nikasema I want to go back home. Nikaamua niende kwetu. Hata sikumwomba kitu, nilichukua tu, hata nguo zangu sikuchukua. Nilichukua tu hizo nguo, nilichukua report card yangu na nguo nilivaa pekee. Nikatoka nikaenda kwetu. Ulitembea? Nilitembea hadi kwetu. Si distance kubwa. Si kubwa bila, lakini kwa mtoto ni mkubwa. Lakini ulingangana. Nilingangana nikafika. Nimetoka asubuhi nikatembea. Nikafika kwetu hivi jioni. Nilifika kwetu nikapata mamangu yuko. Hadi sikumwambia nakuja. Ndio simu yenyewe nilikuwa napiga pia. Nilikuwa napenda kusneak hiyo simu ya shosho nachukua nampiga mama. Hiyo siku alikuwa ameenda sale, so singeweza kuchukua simu. Nikaenda kwetu nikapata mabro wangu, wakanikaribisha, wakaniambia nimekumisi bwana, ulikuwa unapotelea. Nikamwambia, wakaniuliza unarudi huku? Nikamwambia siwezi rudi, acha tu nibaki kwetu. Sasa nikabaki kwetu, nikachukua mamangu akarudi akaniambia acha tu tubaki huku. Hiyo sasa ni 2014. Vile mamangu aliniambia nitaenda after 1 year. 2014 nikarudi kwetu. Nikaamua hapo sasa nikujihudumia. Mama akajaribu kila hali ili nikuwe admitted. Then nikaenda inaitwa a school of ours, inaitwa Go to Catch Primary School. Hapo sasa nikapelekwa. Kwanza mamangu akunipeleka, nilipea tu mtu mwingine akanipeleka, kaniambia niende na huyu mtoto bila chochote. Walikuwa wanataka pesa ya activities za VT 250 mahali. Ilikuwa 250 ya hiyo 250 kwa activity. Ya nini sikuwa nayo. Nikaenda huyu mtu akanipeleka. Wakanipea hii exam, testing exam pia. Assessment exam. Pia zile tu core subjects, English, Kiswahili, Maths. Nikararua. Hata wakunileta ile pesa kwanza. Wakaniambia waenda. Ulisema ulikuwa class ngapi? Nikamwambia class 4. Enda. Alisa pesa ya kiti sikulipa. Sasa nikaingia class. Nikasema sasa I want to change my home. I really want to change it. I started studying here. Life was not easy at all. Ilikuwa kama ule bro mkubwa ndiye alishacha shule, lakini sisi wengine tunaendelea. The 5 of us bado tunaendelea. Niko class 4, ule bro wangu alinishinda na 1 class, sasa yako class 6, mimi niko class 4. Kafika sasa hizi mama na fee. Mama akakuwa mgonjwa. Sasa ulipo fee shida. Chakula shida. Sasa bro, ule bro wangu mkubwa ndio anaenda leka na kuwa samaki. Kufika asubuhi anarudi. Akikuja na hiyo pesa yake ameuza samaki na unga. Afu
walikuwa unapewa samaki. Sasa unakuja na samaki. Sasa kazi unanunua unga tuna mafuta. Kisha ununua unga na kuja tunapika. Hata nikakaa tu chini nikasema how will I manage? Mom is sick and pia shule lazima niende. But thank God wali introduce kitu inaitwa ni best performing student anapewa kitu. Waka introduce kwa shule. Kasema basi hii I want to pass with the team. Nikachukua hiyo subject yenye waliweka, hiyo subject yenye unafaa kupita. Ilikuwa Kiswahili. Nikasema basi hapa hata kama nitakuwa naweka hizo subject zote kando, I want to read Kiswahili. Nikaanza nikachukua kitabu from class 1. I was going through the way I used to read huko. Huko sasa tuna stima. Natumia hii. Sijui inaitwaje Koroboi. Hii ya Koroboi. Kuweka mafuta hiyo. Hii ya kuweka mafuta. Yaani sasa nasoma hadi mafuta yaishi. Mafuta nilikuwa naitoa kwa masomo. Nasoma kila siku nasoma. That time ya exam. Na tu insha. Dini shodo na English. Watu wanaitwa pale mbele dini shodo yako na 9. Nikasema asante Mungu. Juu waliweka pass mark kama kuna 80. Walianza na 300 kama kuna 80 unapewa 300. By that time 300 naona ni kubwa kwangu. Hiyo 300 ni kubwa kusema basi 300 napeleka home. Sasa hii nikipewa pesa napeleka nyumbani napea tu mama. Kama nachukua 150 ya exam, ya next exam na lipa alafu 150 mbaki napeleka nyumbani. Ikaendelea tu hiyo nikafika class 5. Kufika class 5 maisha yakakuwa ngumu sasa. Nikipata kama class 5 bora kwa class 7 ni pre-candidate. Unajua kwa pre-candidate unataka tu kuwa focused ili next year ikifika uweze kupita uende high school. Nikafika class 5 nikajaribu tu kali. Okay, ilifika time sasa bro akaamua amesema alikuwa anataka kuacha shule, tukamwambia hakuna haja uache uko class 7. Next year unafanya KCPE. Na tuendelee kusoma. Nikasema okay, acha sasa mimi nichukue 1 ama 2 weeks nichome makaa tuende ukauze tusaidie bro. Nikachukua kitu uzuri nikachukua 1 week pekee. Tukachoma makaa tukasaidia bro kwa hizo area zake alikuwa mpaka nayo. Na mama pia tukampeleka hospitali hakuwa anajiweza alikuwa na ulcers. Ndio tu ulcers vizuri. Alikuwa anamshika ilimfikia place yenye akikula akishamaliza kukula tu anaanza kulia. Ile ilikuwa inamuuma vibaya. Nikaendelea tu hivyo nikafika class 6 with the same struggle but I was maintaining my school fee using hii pesa tulikuwa napewa na shule juu ya best performing. So wakagundua hizi subjects zingine naenda chini zingine niko kaniambia there is no way utakuwa unaniambia unapita Kiswahili alafu unataka kufail in English. What have been doing? Kwamba mimi nilikuwa tu nikisomea Kiswahili juu ndio natoanga pesa yangu hii inalipa. Kwamba mbona hukutuambia? Kwamba okay, read all the subjects because they all matters at the end of it itakusaidia kwa marks ya kwenda secondary school. Si unataka kwenda secondary? Kwamba I really want it. Then focus on other subject. They just changed my perspective like that. Nikaanza kusoma other subject. So kufika hapo 2017 the same year babangu akarudi from nowhere. I don't know wala akarudi. Ikadhani maisha sasa imekuwa new. But what I know my dad is a hard working person. Akika chini na hiyo kitu yake yenye anafanya. He is very very hard working. Bila alirudi, we just gave him the respect he deserves because he was our dad. Without him, we could have not seen the world. So we just decided to give him the respect he deserves and treated him like our dad as he is. Vitu zikaenda poa, akapata akakodesha shamba mahali tukaanza kupanda juu. Hii kazi ya ukulima amebobea vibaya sana. Tukaanza kulima hizo nyakati za likizo. Tunaamka tunarauka saa 11 tunaenda shambani tunalima. Tulikuwa tumepanda nyanya na sukuma naweza kumbuka. And ilitoa pesa at the end. Nikatoa pesa nikaniambia my son, you are a bright son. Nataka kuanza kukuwekea school fee as early as class 7 ili hiyo time ya kufika kuenda secondary ikifika you will find it easy kujoin. Nikasema Mungu ananionekania. Mungu unaona watu. Hii ikanipa motisha. Nikisikia anything kuhusu shamba mbio I'm the number 1. Hata watu wakinuna au wengine wakinuna. I know. Najua hapa nitakuwa nimesaidika sana. Ikaendelea tu hivyo then kwa bahati nzuri hivyo vitu nyanya zikaiva and
Mazai alikuwa tu yani, sijui niseme aje, but shamba ilimkubali, ilitoa mazao nyanya. Imagine per week angetoa, kama tumetoa nyanya kwa shamba, per week angekuwa na 20k. Akaanza kusave, akaniambia hii ni yako, nitakuwa nakusavia. Alisave ikafika over 100. Alikuwa na save hiyo 20k yote ama kidogo? Anasave okay, kama hii wiki ametoa 20, alikuwa nagawa katikati 20 ya school fee, 20 out 10 ya school fee. So haikuwa school fee yangu peke yangu, ilikuwa watoto wake wote. Hiyo ndio alikuwa amesema. Tena anapeleka tunajihudumia naye kama familia. Maisha akaanza kuwa poa, nikasema Mungu asiende. Alikusanya hii pesa ikafika 100 and something. The actual figure ni kama nimesahau, but ilipita 100 and something thousand. Then hell broke loose once again in the same year. Miezi ikienda kuisha huko September. Akaanza sasa kuenda hivi, kufika kwa nyumba ni makelele, kila siku ni vita, anapiga vita na mamangu. Nikaanza kuwa na depression kila mahali nikienda shule. The once bright students nikaanza kudidimia kimasomo. Walimu wakaanza kuniuliza, what's wrong with you Danish, what's going on? Nikamwambia okay, sikuwaambia for the first time. Nimekuwa nikinyamaza tuna hii kitu. I was always jovial, nilikuwa napenda sana kuongea, but kulingana vita ilikuwa nyumbani, hiyo mood ikapotea tu hiyo. So I was always moody, naanza kaa peke yangu, isolated. It started worrying the teachers. Wakakuja why they really try to pamper me ili niwaambie kenye nafanyika, but I resisted. Nikanyamaza tu, nikasema hii ni ya familia, siwezi nikatoa nje. Until ikafika point ilikuwa inaniumiza juu unapata unaenda nyumbani unapata hiyo vita wazazi unaijua tu ni vita. Ifikie mara sasa wazazi wanapigana. Kama ni pia mwezi ingia kama watoto. Juu mnajua tu mnaweza kongo vibaya sana. Kama hiyo ni hali yao, acha nivumilie. Until it reached a point that nini yangu ikadidimia, result yangu. Then kuna huyu mwalimu anaitwa Madam Susan. I'm so much grateful for her. She was my English teacher. Kuja kaniambia, Dennis, niambie tu kenye nakusumbua. I just opened up and told her everything. Kaniambia, no, don't worry. Let's study. Yani mambo ya wazazi. Ukika kwa akili yako, sasa soma kabisa ili utoe mamako kwa hiyo shida. Nikamsikiza vizuri. Then just one Saturday, we went to church. Naomba on Saturday. We went to church. When we came back, kapata vitu za nyumba zingine haziko. Hiyo nini tulikuwa tunatumia ile swala yao. Hizi nalipa mdogo. Kwa pata imetolewa, basi zimetolewa, beti zimetolewa. Tulikuwa dhani ni wizi. Kuna kwa sanduku tukapata nguo za mzai zote haziko. Kumbe ndio ameenda, mama akachukua simu akampigia. Akaanza kelema hapo tu, umenichosha, sijui nini. Naenda kujiua. Mamangu pia vile alikuwa ameshachoka na yeye. Akamwambia hakuna shida. Jiue tu. Sasa angefanya nini? Amekuwa akipigana na yeye kila saa. Sasa akasema acha tu aende. Akasema maklients zingine hapo. My mother showed us tubaki tu. We have been living hata kama kuwa. I just go to ile struggle yetu. We will eventually make it. Akamwambia okay fine. Wacha tu tuishi. Dada kaenda back to square zero. Kana na zile pesa zote. Hakuna kenye aliacha. No belonging of him ilibaki. Alienda na kila kitu. Hadi picha zake zote. Mimi sina picha baba. Picha zake zote akaenda nazo. Baki hivyo. But kenye aliacha hizo vitu za nyumba, viti. Akaacha, akasema so hujachukua viti, hujachukua maisha yetu, hujachukua nini. We will just live on the way we used to. Lakini back to square zero, kama ulikuwa umezoea kula mkate, unasalia. But we just assured our mom will do our best. Mama pia alikuwa ule mwaminifu, alikuwa ameminia sana, alikuwa yule anaaminia Mungu sana, akaanza kutuambia Mungu anatuona, usijali watoto wangu, tutaishi tu, msijali. We believed in her. Tukaendelea tu na masomo. Nikafika class 8 2018. I'm a candidate now. A really tough time.
But I still believed in myself. I believed in that studying I would eventually change my home. I used to toil at night, nilikuwa nasoma. I really wanted to. Na ujue nilikuwa day school, nobody day school naenda kila siku narudi, naenda kila siku. Kafika at a point yenye hatukuweza kuafford lunch. Unaenda nyumbani unapata mama yuko alienda mali kulimia watu hawajarudi. So nilikuwa naenda nyumbani na kunywa maji alafu narudi shule. So nikaona si class naenda nyumbani na kunywa maji nikirudi. There is no point of going home. Acha tunibakie huko shuleni, maji ile pale at up, I'll be drinking it and going back to class. Ikaendelea tu hivi, then naitwaje, walikuwa walimu waligundua kwa siendangi lunch, anatuma Madam Susan moja tu, akaanza kunialika. So ile wakati walimu wanakula wanatuma mtu uende angalia kama Dennis yuko class, wangenipata kama mimi ndiko tunasoma, alafu akaniita. Sometimes angekuwa anakuja na chakula, sometimes akaongea na ule kuku wao. Sasa amekuwa kaniwekea chakula yangu. Dosi hakuna kinalipa, wananipea tu for goodwill. Sasa nilikuwa nakula chakula ya walimu and then naenda class. Sasa nipo hadi nakuwa naibu hadi siendi. Jikutegemea kitu ya walimu na wewe si mwalimu. It's kind of tough. So sometimes nilikuwa najificha. Wakuja sana nani wakana. Pana kuja kwamba nilikuwa nimeenda lunch but sikuwa nimeenda. Nilikuwa nimejificha tu kwa kando ya choo. Hadi watu waanze kurudi. Maisha kaendelea tu hivyo. Then hapo kwa class 8 sasa unajua inakuwa series of exam, kila saa ni exam. Hapo nikasema sasa I want to take this opportunity nipate hii pesa yao. Ule mwalimu wangu okay, mwanzoni ilikuwa tu Kiswahili pekee, ukipita Kiswahili unapewa hiyo 800. So they elevated it from 300 to 500. Mwalimu wa English pia akaingia akasema bas, hapa ni jackpot. I will be confirming this 1000 kila exam. So total ya English plus Kiswahili ni 1K. Is equal to 1K. Ilitolewa from 300 to 500. So kila mwalimu ukipita subject yake unapewa 500. But I was bright in English, though not that much as I used to be in Kiswahili. Kasema hapa sasa kazi kwangu. Nikaanza kupractice English. Natoa vitabu from zile hizo za classes kurudi huku juu, naanza na zile za lower classes nikipanda huku juu. Kasema nataka kupita English. First exam nikapata 78 na ilikuwa pass mark ilikuwa 80. Nilisenyeka hiyo ni English. But wakasema you really tried, tunakupea 300. Lakini Kiswahili I bagged that 500 ile nayo nilipata ilipata kwa burwangu kwa form 2 kwa form 2 na melemea school fee. What will we do? I saw this opportunity to help. So nikapewa hii 5 do real time kwanza 5 naona ni nyingi sana. 5 plus 3 5 6 7 8 nimebag kaenda tu nyumbani nasikia niko rich. But nilikuwa naenda na hii pesa nikishapiga hesabu nikirudi lazima nipeleke nionyeshe mamangu kwanza ndio decide kama nitarudi nilipe zingine za mtihani ijayo na hizi mapitie na activity. Mama she was so nice, akanipea hii peleka zini pesa yako kupeleka hizi zingine alafu hii usaidie tu ujisaidie nayo. Kaendelea tu hivyo. Then ikafika second term sasa. Vitu ziko tight but exam ni kama kawa ni kila saa. Second term nika score English na Kiswahili both, nikakuwa English nilikuwa na 92, Kiswahili nilikuwa na 80. Total ziki over 100 zilikuwa combined. Nikapata ile 500 huku 500 huku, hiyo ni 1000. Sema ile 500 ndapoea 500 moja bro wangu. Unajua next time obvious nitapita, nilikuwa nimejiaminia. Then nimebaki interested na mom. This time sitalipa chochote. Najua hii next exam nitapita ni cover for hizi zimebaki. Third term sasa exam zimekuwa mob. Presents zilikuwa napewa. Hizi joints, tumeenda joints. I could read in all the subjects except one. Which is? I was weak in maths. Lakini nilikuwa na read kwa kila subject. Besheni yenye nimecollect sets pekee, ruler. Kuna besheni zingine bado naona kwetu. Mama wangu ameziweka kama exhibition. Hataki hata kutumia ya primary. Imagine 2018 huko. Ikafika third term. Eventually day ya KCPE, long awaited day.
Najua nimekuwa nikisoma. I really wanted to change. Being in a day school, ukiwa na marks kama 300 something, ulikuwa unajiona uko juu sana, juu hiyo struggle yote alafu bado upate 300. Okay. Nasema Mungu, nataka tu unipe tu 300 and above. I just want 300 and above. And being that I was top student, I believed in myself. Nikaenda nikasema kama niko composed, nasema I want to pass this thing. I entered into my KCSE room. First day, fanya hizo ma security vigilation sikuwa nimejua. I just went, but I was highly prepared. I did my best. As long as I can tell. I had 344 marks from my day school. It was enough for me. Go great. So after umemaliza hii primary, ulienda high school direct ama maybe ulitake break kidogo kutafuta school fees and some other things? Okay, vile nilikuwa nimeona nimepita. Kwanza mamangu alikuwa amefurahi sana. First thing nienda kanisa nikamwambia Mungu asante. Now another problem chipped in. Nimepita, yes. How will you start? Where will I start actually? Where will I start? So nikakuwa mama nasema, vile nimepita huko nyuma, God will still open his ways. I had a positive mindset that something will turn up. Sasa mimi nikamwambia mamangu, usijisumbue kutafuta shule. Naenda tu hii day school hapa. I resolved to join day school. That really ilikuwa kwa akili yangu. You have been in day school since, so nikaona there is no need hapa karibu na kwetu ndio nitasomea. In fact almost marafiki wangu walikuwa wananiuliza utaenda shule gani? Mama nitaenda to day school. But I didn't know God was working in his own ways. Mimi kwanza hizi calling letter nyingi watu wanapata, mimi sikupata. I just got only one calling letter from Murero Boys High School. Napatikana Rangui kama vile. Just one calling letter. Hata sijui vile ilikuja, mimi nimeshukuru nimeletewa. Ndio kwa nyumba. Nimeitwa local, nilikuwa nimeenda kwa center for relax my mind, then nikashtuka tu anaitwa Wilberforce, ni mtu hapo ni anatoka hiyo area, but kuna venye wanapenda kusaidia wao wenye wako chini. So akanikuja na calling letter. Tukaniambia congratulations, you passed. Na umeitwa shule nyingine poa, and we would like to see you going to the school. Amwandika naitwa Orel. Sasa nikaanza kufuatilia history ya Orel. Wanatoa tu 100% transition kila saa 100%. Will I manage? Yeah. How will it end? Okay, nishaitwa Orel. Itaenda huko kweli? Pesa nitatoa wapi? But still God was working on his own ways. Kidogo babangu from nowhere again. Akarudi. But this time hakukuja full. Alikuja tu. Anakuja kwetu kuangalia, okay, mambo yangu ndio ile alikuwa anajifanya kama mambo yangu ndio yanamleta. Ninakasema hivyo. He was always a deadbeat parent. Sasa akakuja hapo, ndio afiki nyumbani, anakuja ananiongelesha ambao alifiki nyumbani, nataka kuongea na mama wangu. Naambia mambo yako ya shule yanaendelea, tukaambia kwa tofauti. Ndio sijui mali naenda, kupita nimepita pale. Sijui nitaanzia wapi. Ananiambia usijali. Nitakusomesha kama mtoto wangu. Niambia nikamwamini. Not knowing. Akaanza juu. Babangu amekuwa, he's been evading mambo na school fees since I was a child. Ndio maana watoto wetu wengi hawajasoma, au wenye wako mbele yangu hawajasoma. So nikajiuliza itakuwaje kama zile alikimbia. Sasa hii yangu ndani ya high school, not just at school, high school, extra county, atamanage kweli? Okay, let's give ourselves time tuone venye kutaenda. Ukaendelea tu hivyo, then nikapelekea hiyo calling letter. Naona mahitaji vitu zinatakikana wewe, na my dad melted like an ice. The man went and went, akapotea again. Ngalana tu hiyo nini ya ore vitu zinapatikana fee structure. Sema hapa siezani, hata kutuambia anaenda akaenda.
Nikasema sasa nitaanzia wapi? Then something came back to my mind. Where I used to live from 2013 to 2014 kwa Chia, huko mali nilitoka before nikuje mali niko sasa hiyo wakati huo ni primary. Kasema nataka kuenda huko kuomba tu msaada, wacha nijifanye mjinga. Mama wewe story jifanye tu mjinga, bora umepata msaada. Usisikie kenye naambiwa, hata utusiwe namna gani. Wewe kubali tu hayo matusi yote, but eventually you will get something out of it. Hata uambiwe anything kwa macho yako, just ignore. Jifanye mjinga, be low and you succeed. Nikarudi huko. Watu zuri, mtoto wa ule shosh alikuwa mtu mzuri. Yeah. He's a military personnel. Na anaelewa mambo na masomo juu. Ili apite huko, pia amepitia the same life. In fact, you are just the same. Vile I was struggling, he also went through the same thing. So akaona, you're going through a lot, but I want to assist you. Because singetaka kuona masomo yako inaishia na mahali umefikia. Kaniambia nitakusaidia kuraise some amount ya school fee na zingine pia. Then sasa anko ya huyu military personnel pia kajitolea. Ndio unasikia vile inaenda hiyo sako inaenda. Anko ya huyu sasa kaniambia nini kila kitu, yani ile vitu za kuvaa, shopping ya shule yote. See how God started opening his own ways for me. Sasa ule shosh pia amenyika naishi na yeye, akashikwa na hivyo, akasema hata si akaniambia ili afunike ile aibu, akaniambia mimi pia nitakusimamia kwa hii sanduku. She gave me sanduku ya box ya kujoin. Hiyo box wanafunzi wanajoin nayo kwenda shule. Sasa hapa niko na box, shopping iko intact. Mbaki ni fee. Sasa ule anko anamuita anko ya babangu ya kijana military pasala kijana ya shosho akachanga akatoa pesa nyingine ya fee, then vingine this organization yenye iliniletea mwenye aliniletea hii calling letter was part of the organization. Tukaanza kwenda meeting. We were not alone. I was not alone. Tulikuwa watoto watatu. Mmoja anaitwa Milka King, she is currently at Tom Mboya University, then Dan Akomawego Technical. Yeah. Then mimi. So tukaanza kwenda hizi meetings. We were planning on how to raise our school fee. Watu wakachanga wakapiga harambee. Sasa hii harambee ikaongezwa na ile yenye ule anko ya Hamza alitoa. Nikapelekwa shule. Sisi tukakwenda shule kanata na mamangu. Na hao watu wa hii organization inaitwa Go to Kenya Kenya Kasum. Wale tusimamia, tukaenda hapo nikakuwa admitted form 1. What my mom left me, akaniambia nimekuja hapa, maybe sitaweza kurudi tena, but I need to tell you one thing. Wewe ndio utatoka kwa hiyo maskini tuko sahi. Focus on your study. Don't let your family background define you. Be yourself. Usiingie kwa maisha yenye si yako. Just be you. You know who you are. Na unajua mahali unatoka. Usiingie kwa ile maisha ya watu wanafunzi wenye wako sama wela. Ukiingia katika pressure ya shule. Huko high school kuna mambo na bangi nasikia. Tafadhali usivute. Niliyasikia hayo yote. Nikaamua nataka tu kusoma. Nikasoma. Nikaanza masomo, nimeanza form 1, vitu tukaenda kufika form 2. Mambo karibu yaende kombo kidogo. Ile organization ikalidimia kiasi, they had their personal issues, but I was almost quitting school na form 2. School fee ikawa problem. So nilikuwa nafukuzwa naenda nyumbani. Narudi tu bila chochote. Nifikia form 3 saa ama pre-candidate. Maisha yakakuwa ngumu sasa. Hapo sasa ndio niliamua naachana na shule. Juzi safa hivi kila saa na kuzua. Results sasa zikaanza ku reduce.
vitu napata tu E. Pana mas nadunga E, nasema hii nitaenda nayo wapi hii yote? E kwa chem, E kwa math. Hadi nikaanza kujelect kwa Kiswahili nilikuwa napenda. But then I got advice and encouragement from the teachers who had seen my potential on how I used to perform, and other friends who really cared for me, and they knew about me, about my background, so they came to my aid, picked me up again from my lowest, and I decided to stand up again once more. I stood and studied with all might, aiming at having a best grade that could make me join university. And ikifika hapo form 4, I can remember it was 2 weeks, I think 2 to 3 weeks before KCSE. I had a huge fee balance, fee areas that needed to be cleared. And due to the strict rules and regulations of the institution, they would not allow me to do the KCSE kama nisingemaliza some part of the school fee. So nikafutwa, nikaenda home. Nikasema what am I going to do? Hadi watu walikuwa wamejua nimeacha shule. Watu wananiambia, "Wewe uko nyumbani na saa hii ndio watu wanasoma past papers ama predictions za KCSE. Umeacha shule?" Wengine wakaanza kuongea vibaya. Na nilijua tu ongea maleza. Bana nilimeza tu maneno yao, nikasema, hao ni binadamu wanaongea usiku watalala. Nikakaa chini nikasema, nikaongea na mama yangu. We need to do something. As for now, it's upon us to toil in any way possible. Then there is this woman, she was a friend to my mom, a very good friend of her, anaitwa Rosso Igo. They are still friends up to now. She came to my mom and told her that you can't just sit here and look at your child and he is supposed to be at school doing revision for the main exam. Do something. Akaniambia, I can give you a quick way. Ilikuwa mapata kama hizi campaign za siasa ziko karibu kuanza nini. Niko 2022 ndio. Mambo na masiasa 2020 what? I think 2022 hapo. 2022. 2022, yeah. Last election. Correct, 2022 last election. Akaniambia nataka kuwapeleka kwa a certain person now he is vying for MCA, na tukienda na shida kama hizi and maybe he can help. I had areas of fee area of 65,000. Yeah. So tukaenda kwa MCA or aspiring MCA, I mean. Na hizi documents zangu zote za ureo. Tukaenda kwa tukarauka na huyo mama. Kwanza hata mamangu akaenda na mimi. Mamangu huwa hapana kuongea sana. Anapenda kunyamaza. So huyu mama anajua kuongea vizuri, kueleza maneno. So yeye akanichukua kama mtoto wake, akanipeleka kwa huyo MCA. Saa 11 tumetoka na tunaenda kwa miguu. Ilikuwa mbali. Yeah, mbali kwa miguu. Nilitembea faula. Tutoka saa 11 kitu saa 1 kile saa 2 tuka tumefika. Tukapata kama hakuwa ametoka. Alikuwa anataka kutoka though, hakuwa ametoka. Nikatukaribisha ndani. Tukapewa hizo vyakula tu the breakfast, then huyo mama akasema kilichotuleta pale, kilichotupeleka pale. Na huyo MC pia alikuwa he was understanding. Akatusikiliza, akatuambia saa hii naye nilienda kwa rambi nyingine hapa ikanimalizia pesa, but the little I have I'll just give out. Akatuuliza kwanza umetoka wapi, wacha asikie mali umetoka vile mbali. Akatupea 3,500, akatuambia hii 3,000 na usiguze, hii ni ya mtoto, hii usiguze, ipeleka na mtoto shule. Hii 500 mpande nayo mrudi. Sema kufurahia. Nimefurahia tunarudi. Hata utasikia hiyo nirudi, hata hiyo nirudi tu kupanda hiyo pikipiki. Nikamwambia nikamwambia si tuna bado tunaweza tembea, hii tutafuta nayo unga tukifika nyumbani. Akaniambia haina shida, kama utakubali kutembea mimi sina shida. Sisi tukatembea hiyo 500 tulifaa kupanda nayo tukaiweka. Sasa kufika akanigawia ile 3K yangu, akaniambia hii nipelekea mama yako hiyo siku. Kwa ile 500 pia kagawa katikati, akanipea hii, sasa unaweza endelea nayo.
She was a kind woman by the way, and she's always kind. Tukarudi. Leo nikashangaa, okay, hii niko na 3,000 bado nimebaki kitu mingi sana. Ndo nikaamua sasa nataka kwenda kwanza kupiga. Wakasi nataka kuendelea kupiga watu wa mali ili nipate pesa juu time is running. Sasa nilikuwa nimebakia 2 weeks sasa. 2 weeks and some 4 days to CSC I mean. Kwa bahati nzuri ilikuwa likizo. Watu walikuwa nyumbani, watu wengine walikuwa nyumbani. Kana kutafuta mali. Nilikuwa natembea kwa kila boma na kuuliza kenye uko naye. Kama ni kulimia, nikapata mtu hapo. Akaniambia nataka kuna shamba yangu mahali nataka unilimie. Nikaanza nikapata shamba ni kubwa. Nitawezana kweli? Baya. Nikaamua nimpige bei nyingine hata bei kubwa hili niache juu sikuwa nataka kumwacha kwa ile dilemma. Nataka kumpigia bei kubwa yenye haizi ndio niende nipate excuse ya kutoka. Nikampigia, unaweza nipea 3,500. Hiyo atasirudisi kidogo. Kama okay, nipe basi 3,000. Isha maana ilikuwa kubwa. Sasa mimi nilikuwa nadhani nimepiga bei kubwa. Umeenda kutolea. Hiyo bei yake. Hiyo 500 kwanza ilikuwa nalimwa na 1,000 kienda sana ni 3,600. Mimi nikasikia 3,000 nikasema si pale nyumbani kwa 3,000. Sasa hii 3,000 nikiongeza na hii ni 6. Itakusaidia mahali. Itanisaidia mahali. Nikachukua nataka kulima hii shamba. Sasa nikashangaa nitaanza na wapi? Shamba nani kubwa but I defined my own ways hapa nakuja nachemsha uji. Kisha kwa sukari nimerusha sukari ndani kidogo. Na hii kubuya 3 liters. Sana na shamba asubuhi nilikuwa napenda sana kurauka juu I had no time to sleep. Sasa nilikuwa naamka saa 11. Naenda shamba nikienda na hiyo uji ndio itanisustain hadi wakati nitakuwa nimesikia nimechoka. Midday. Nalima yangu yote nalima. Uzuri wa kwa chakula kwa shamba. Nilikuwa ukisikia njaa tu kidogo tu hivi kikombe ndio hiyo. Umeweka unakunywa. Nikalima. Hii shamba nilipeleka 1 week. Alone. By this time mamangu pia amepata shamba kwingine ameshika. Anailima ili tukuje tukacombine pesa. Nikalima 1 full week. Eventually nikamaliza. Nilimaliza kwanza on a Saturday. I was not supposed to go but I went. Ilikuwa siku ya mwisho. Hiyo siku sikuenda kanisa. Nikaimaliza. Nikaenda kwa kakamliza, umemaliza? Nikushua, twende na wewe. Wanaleshika na butoa kama mpaka nimemaliza shamba 1 man solo. Nasema yenyewe uko na nguvu. Akanipea pesa yangu cash money 3,000. Nikaenda nyumbani niko na furaha mbaya. Mamangu pia kabarikiwa alipata kitu 1,000. So 3 plus 3 6, 6 plus 1 7. Babangu pia kumbe hiyo weekend yote akaenda fishing. Mungu aliwabariki akapata kitu 2K. Tukaongeza 10 plus 2 9. Nasema hii kitu ninafaa ipike 10 ndio niende nayo. Kidogo mwalimu wangu wa darasa class 6 kanipigia. Kapigia mzazi akaniambia, "Dinisha kwa wapi? Watu we are almost doing the thing." Yes, dinisha kwa wapi? Kumbe ni shida alifukuza ya school fee na hiyo shida ndio tunatatua kwa sasa hiyo. Kaniambia, kuja na any amount uko nayo. Tu alisha register, is supposed to do exam. Nikasema, Mungu naona watu. Asante baba. From nowhere, another person came in, chipped in, akatupea 4K. Mwingine pia kaongeza 1,000. Tuko na 15. Nikaenda shule. Nibaki kubaki 45. Kubaki 45. Sasa basi, asante Mungu. Nikaenda shule. Hata wakunisumbua pale wakachukua hiyo pesa. They did their things hapo wakanipea receipt. Nikaenda class. I started catching up with people from where we have left and wamefika wapi. I tried every way possible to catch up. Hadi siku ya KCSE ikafika. Hey. I did it. KCSE. I still did my best but being that nile miss classes na ile deterioration ya form 3 ilitusha chini. Nilikuwa na dream ya kuwa na A ama kienda ikirudi chini sana A minor but still nilipita. I had a grade of B plane. Yeah. Nilikuwa na B plane.
hiyo venye result ilikuja. Kwanza niko nipata nyumbani, niko nimeenda likizo. Result ilikuja ikanipata, nikakuwa na display. Mama wangu nikampigia mama wangu. Alipiga kelele kwanza. My son, you really made me proud. I'm so much proud of you. Mimi nilikuwa naona kama nimefail, but to her nice. Nilikuwa nimepita. And after the results came out, then nimwambia nilikuwa na B plane. Was assured that I was going to join campus. My dream campus was Kenyatta University. But remember, sikuwa nimemaliza mambo na school fee. Ile mpaka 45,000, sijaimaliza. So hii shida ya school fee bado iko hapa. Campus pia nataka kujoin, but nikaona hadi kwa mwezi wa 9 huko September bado ni mbali. I'll make very very good use of it, and I really did it. I ventured into fishing. Nikaamua sasa nataka kwenda fishing. Sasa tunaenda usiku, tuna fish the whole night. Hakuna kulala, kuna fish the whole night. Kifika asubuhi tunapeleka samaki on the shore, that's tunauzwa, tunagawa pesa. So I used to save. Nikaamua nataka kusave ili nitoe certificate. Nishakuwa na certificate yangu. I was consistent so much. So bro wangu pia nilipata kama yeye naye alishamalizana na shule kitambo, akasema akaingia fishing, so tulikuwa tunaenda na yeye. So yake ilikuwa na save kidogo, yangu pia nikisave huku. Yangu naye I was saving fully kwa ile school fee. Tukasave, nikaendelea tu hivyo, then nikaanza kutafuta njia ya kumalizana na hiyo mambo na school fee. Nikaanza kutembea. Mimi napenda kuongea, so hiyo mwenye anaongea anasaidika haraka. Nikaanza kushare na watu wenye wanadeal na mabasari, naambia my problem, and they came through at my lowest, wakanisaidia. Nikaongeza na ile pesa, wakinipea check zingine hapo kadhaa. Nikaongeza na ile pesa yangu yenye nilikuwa nikisave, nikapeleka nikachukua certificate kaka nayo. Then nika apply to my dream school, nika apply KU. That's what I wanted to do. Nilikuwa na passion ya kufanya walimu by the way, but nilianguka maths. So nilienda ku apply, wakaniambia hii grade yako ya maths you can't pursue any teaching, so ukiwa na any other alternative then well and good. Kasema pass. Hapo sasa ile kazi ya journalism, mimi nilikuwa najua tu ni journalism from the start. Nilikuwa nataka kufanya journalism, na alternative ilikuwa ni education. So vile education ilikuwa and I was very bright in Kiswahili and English. Kasema hapa sasa nataka kuingia journalism. Juu hapo kwenye nataka ni languages pekee. Hizo languages nikapita vibaya sana. I applied hiyo journalism, but nzuri, the dream school I've been longing for, ndio nikaitwa KU. Sema basi hapa nimedunga ndipo. After kuitwa KU ndio sasa nikaanza kukua na tena, nikasema okay, nimeitwa KU. How will I maintain myself? Lazima niangalie mbele, sija join bado. Kwa ni mbali na nyumbani ni Nairobi. I don't know anything about that place. I've never been there. Sina internet huko. Mimi naweza crash kwake. Ndio wale watu came again. Wale wenye they used to support us. They got to get attention because they used to support us in school. They came again. Wakakaa chini, wakaonelea kwamba si hao watoto wetu wanapita let's bring up something together, then tuone vile tunawapeleka kujoin. Nikaniambia Nairobi ni mbali, wacha tukutafutia shule iko karibu. So the first thing that came to my mind, I never wanted, sikuwa nataka kupea mamangu pressure. Nikamwambia Jumia natoka Mobe, nikamwambia nipeleke tu hapa Tomboya, nitakuwa naenda na kuja from my place to Tomboya is only 50 bob from Mobe. Nitakuwa naenda na kuja, sasa ni kama day scholar. Wakaenda hao watu, wakachukua jukumu, wakaenda Tomboya, wakaongea na watu, but course nilikuwa na hiyo course yangu nili applied for haikuwa huko, haikuwa Tomboya. So the Tomboya, watu Tomboya, Dino Tomboya
I mean visi Watombea kwa refer huku Maseno, kaniambia branch ya Maseno kuna hiyo kosa nataka, so mkiweza enda Maseno mfanye inquiry kama anaweza fanya inter-institutional transfer. That's when they came here Maseno, wakatafuta transfer letter. They just came with everything sorted. Wakaniambia hii transfer letter, waenda Maseno fanya communication and media studies, and of course with IT kando yake. Kasema basi afadhali hapa ni karibu, hata kama njaa itakuwa ni nyafua, lakini nikipiga simu kitu inaweza kwa pasali niletewe. Kaenda tu hivyo. Time ya kuja nikafika, but I was still prepared, really prepared. Due holiday I really made some huge amount. Plus ile ya madeni amekuwa akitoil kila saa akaongeza. So ikafika watu wakasema si you have a dad, yeah. He must come into this, lazima. Nikatafuta na chief kaletwa unwillingly though. Angesini mtoto wako huyu acha kila saa unaepa school fee, you must take responsibility. Ndio hapo anakuja nyumbani, was operating akiwa nje. Kesi kaenda kwa chief, kaekwa chini, akafusiwa kutoa certain amount. Akakutoa as usual, akapotea tena. The money left, never to be seen up to date. Sijaimwona, ila alipotea hivyo. Ndio alienda kiendanga, sijaimwona alipotea. Nisikia anything kuhusu yeye, sijasikika. Nikakuja nikajoin Maseno vizuri, nikatafuta nyumba nje. Mimi nilikuwa nasema mimi siwezi shinda na shule, nataka kwangu yenye nikikaa chini nichukue miko natengeneza ugali yangu nikule kenye naweza kula vizuri kwa mpigo. Nikatafuta nyumba nje, thinking that I had the cash. Nikatafuta nyumba nikapata, nikanunua nyumba, tukaanza kuishi, and I had this roommate, but things never went as expected. We fell out, kila mtu akaenda pande zake. And being a first year, I encountered so much problem. Mashida zilikuwa tu mingi. Ikafikia sasa mambo na school fee. Juu ile ilikuwa pesa ya kuingia, na unajua kuingia inachukua pesa mingi sana. Sasa kujimaintain pia inataka. So ikaleta kuja hiyo shida ya school fee ikakuja. I know I want to accept my fate. Life ikaanza kunichapa. Sikuwa nimezoeana na mtu yeyote hapa kampo. Unapata sometimes na watu njaa hivyo. Sina credit, reverse call umepiga karibu zote zimeisha. Umeflash, please call me, umetumia all 5. Hadi nikajua kutumia please call me ya Airtel. A long process. But nilijua kutumia juu Airtel ilikuwa na please call me, inaweza kuallow utumie please call me kama 10 hivi. Ya Safaricom ni 5, ya Airtel ni 10. I knew the process. Sasa kaja nitumia please call me. Every evening naingia Facebook free mode with an aim of kuomba hiyo mbao tu. Nilikuwa nataka tu mbao was okay with me, to maintain me. Kifika tena kesho jioni mbao, ama kama ilienda sana, I'll walk hadi wifi ya shule free. Nilikuwa naishi sana mbali na shule, bali nikatembea naenda kwa wifi, naingia online, najaribu kutext any number yenye naweza pata. I was asking as low as 5. Kwani kuna day nilikuwa na 18 bob. Nikaomba mtu 2 bob. Toa shilingi 2. Hii 2 bob nilikuwa natumia hivi. Akanicheka akaniambia, "Are you serious? Like unataka 2 bob?" Nikamwambia, "Tafadhali. Yes, kama uko nayo just send me. There is no need." Akanicheka, but hakuwa anaelewa juu wako amejoin campus. Hakuwa amejoin bado. So hakuwa anaelewa kisha campus. He laughed at me because I used to joke, so he thought I was joking. He ended up ignoring me, never sent the amount, and pia huwezi force mtu kwa kitu yake. Nikamwambia mtu mwingine accumulate. Sasa accumulate wanaelewa vibaya. Nimemwomba tu bob akatuma 15, nikasema hii anataka bonus. Wow. Hapa sasa kutawaka. So I used to operate like this. Kama niko na mbao na niko na unga na niko na mafuta,
that's complete. Sometimes ningepata kama sina mafuta ya kupika imeisha yote, but I could still sustain myself with this mbao. Nakumbuka zile mama hizi naitwaje, hizi solid cooking oil. Kuna duka hapo karibu zilikuwa zinauzwa, zinakatwa za 10. Alafu kitambo moja siku mara 10 ilikuwa kwa nini? So naenda hii mbao yangu mwa mboga, nataka hapo siku mara 10 na ile mafuta hiyo cooking oil ya solid pewa. Hii ndio nilikuwa na survive. 100 could sustain me in 1 week. But then I sat down and asked myself, what now? Will my life depend on sukuma wiki? And I'm already having ulcers, inanisumbua. Nikasema I want to define a way that will make me have something at the end of the day. I talked to my mom, nikamwambia mom, huku shida ni mingi, I need to start some business. I looked each and every business opportunity that I could think of, but nilikuwa nimeona kama almost watu wamechukua zote. Then an idea struck my mind, nikasema nyumbani si tuko karibu na lake na tunaweza panda vitu vya shamba then niletee huku nikauze. Nikasema basi, this is an opportunity. Nikamwambia mama, nikitafuta shamba, hatuna shamba hiyo yetu yenye inazalimia. Tunaanza kwa lesa shamba, nikikuja hapo nyumbani nitakwambia vile tunafanya. Akafanya watu fikirie, bahati nzuri akapata shamba karibu na lake. Then nikarudi home. It was a long holiday. My first long holiday ever. Year 1. Nikaenda home, tukatengeneza hiyo shamba vizuri. Watu naomba generator ya watu kuingiza maji. Tukapanda nyanya, tukapanda sukuma. So nyanya nileta kama haijakuwa, vile nilikuwa narudi shule, nileta kama nyanya haijakuwa, but nikamwambia mama ikikua, tutakuwa naweka kwa gari na nikuje, alafu nauza. That's how I started my business. Kuuza tomato. When I was starting, some people laughed at me. Mwanaume unauza nyanya. To make it worse, unatembea nayo. I used to walk. Mimi nilikuwa nabisha tu hodi. Niko na nyanya unaweza taka. I was selling as low as 5 bob. Nyanya za ushago si kubwa vile. Ni kulingana na maintenance pia. Nyanya nikinakata mtu anataka maintenance sana. So ningeuza nyanya as low as 10 bob, but as low as 5 bob. But wale marafiki wangu kwa nicheka hiyo time ilianza. Nowadays they came to realize what campus life is. It is tough. Unajua ile ilikuwa first year, but at that time nilikuwa nishajua what life is, what life entails and what life is about. So I knew myself and how to maneuver around it. Nikaanza kuuza nyanya and I could make a very very fine amount. Okay, not that fine you mwanzo. Making 100 in a day ilikuwa some big achievement. You kama in 1 week ungekuwa na 500. Unashukuru. So problem ya kubalance class na kuuza nyanya pia kwa shida, but nilikuwa napenda sana kuenda masaa za jioni kabisa. Wiki unaweza pata nauza hadi huko saa 2. Kwa kama mpaka natembea na nyanya hizi zimepaki. Nikaenda tu kwa hivyo. Nikaona sasa hii mamangu ana any income as usual. Na pia hapa sasa ni kujisimamia. Hapa sasa unajua you train yourself to be an adult. In fact nobody is paying my school fee. Na kama tu mimi. Alafu mostly natumia hii pesa ya government ya help. Ikikuja nagawa kwa rent kidogo. Zingine nagawa kwa school fee na pia maintenance. Lakini bado haitoshi. As you know, hii school fee yetu ni mingi. At some point unaweza kosa bila kulipa. So nikasema hii ya nyanya nitakuwa na save. Gangia kwa sale kingine hapo ya marafiki zangu ni comrades wako various institutions. Kuna mwenye kwa KU, wengine wako Mawego, wengine wako huku. Unajua tujaionana but we just prepare. Kuna mwenye tumeonana naye like chairman na mjua personally. Is a friend of mine, tume struggle na yeye anasema Mawego Polytechnic. And I'm the secretary of the group. So I have a guarantee that they can't fly away with my money. Yeah, I trust the process. So now wanauza nyanya nikisave pesa kwa hiyo sale
ikifika inakaa merry go round, but kuna pia savings forum. Time yangu ikifika napigiwa harambee, napata pesa yangu, inaenda tu hivyo. Then hiyo round hiyo cycle ikiisha, kila mtu anapewa savings yake. So first saving yangu ilikuwa, the first I saved ilikuwa 5k. It was a huge amount for me, being that I was a comrade. Kusema basi ninaweka tu kwa feed direct huko, but haikutosha bado. We are still struggling though. Ikaendelea tu, nikasema I want to be some part of something big. Nikasema what if I open up kibanda? How will it be? Nikaamua sasa nataka kufungua kibanda. Then I started looking for a nice place to start the kibanda. Eventually I allied with a friend of mine. Yeye anashona viatu, alikuwa anashona viatu place inajulikana Mabungo, Maseno area. So nikamuuliza, yo, tunaweza kuja pamoja tukatengeneza kibanda hapa. Mimi nitakuwa nauza mboga hapa kando yako na nyanya. In fact, sasa siku za mboga nilikuwa nasema tu nyanya pekee. Ananiambia I've been looking for a person to liaise with you hapo. Inakodeshwa, sasa unalipa. Watu nilipanga 1k per month. Sasa tumekodesha. Nikangoja nikasema hii ya next time ikikuja nitalipa tu kidogo kwa fee na kidogo kwa rent, then nimebaki tunajifungulia nayo store. We came together with this man anaitwa Charles Otieno Kuma, a friend of mine from Mobay. We used to be in one class in primary, and fate brought us together hapa Kampo. Tukafungua kibanda kwanza tumefungua recently. Each time watu wameenda last year wenye ma lecturers walienda maandamano, walienda strike. Tukaamua kufungua kibanda, na vile tulifungua kuko na customer mingi, but we kept on pushing. We had hopes that eventually something positive will turn out. Tukaleta stock, but being that wanunuzi ni comrades na most of them walienda nyumbani. We never got that much of an income, but we kept pushing. We never closed until tukafika likizo, tukaenda home, and this tukarudi this year. So all along nimekuwa nikisurvive na hiyo kibanda, inanipea pesa ya rent, part of it. Okay, huwezi amini kuambia, but it is the truth. Inalipa juu nikipata hiyo pesa tunafanya each and every day sale, tunaweka. Ikifika Friday tunaangalia profit imekuja ngapi na yenye imebaki ni ngapi. So out of that tukishafanya calculation, imebaki tunajigawa katikati. Tukishajigawa, mimi yangu wasi tumiangi nachukua napeleka kwa savings direct. Kwa hizo sales ziko ya merry go round, napata yangu tunatoa kila Friday. There is amount here, I'm sure that there's amount that I must get kutoka kwa hiyo kibanda yangu. Siwezi sema ni kubwa, lakini sio ndogo, but what I know that I'm getting something out of it, and it has really helped me a lot. Mambo na fee, the balance is huge, but I know consistency yenye niko nayo kwa hii biashara yangu kidogo hiyo wanasema kwamba haba na haba jaza kibaba. Hizo small amounts zikikuwa combined, it is something big. So that's how I've been surviving hiyo ya kibanda. Sometimes customer wako, but we keep on pushing. Sometimes unapata criticism, being that you're a comrade, but wengine hawaamini. Maybe in the first years they don't understand the life. It will dawn on them just one day. Ni sasa maisha itakuwa ngumu juu hapa kwenye nimegundua ya kwamba ukishafika huku, the parents they want to teach you that, they want to tell you, they want to know that kwa maisha kuna kujitegemea. First I blamed my mom, but nowadays I'm realizing because haikuwa kwa kupenda kwake. And I just realized that most of the parents do it. Most of the parents wanafanya ili kuintroduce you to the adulthood, but it is helping a lot. Nimefika third year sahi, naona watu wana venture into various businesses, but mimi napenda hii yangu sana, naifanya na passion. I really love my job. Niko kwa kibanda, but at the same time bado natembea na hii nyanya, nauza kila ile door yangu. Juu door yangu nilipata kama inaniletea do kushinda nikisimama kwa hii stall. So
Basically you can call me ama baba mboga in short. Nakata mboga sukuma wiki, nauza kitunguu, nauza nyanya, nauza hoho, nauza ndizi, nauza machungwa, spinach, yani everything that you would like to expect kwa grocery na naziuza hapo zote. Niko na stall yangu na kibanda yangu yenye nimejenga na pesa yangu. That's where we have been operating. So Dennis, yes, ungependa aje ku-encourage watu wenye majali comrade wenye wanapitia the same struggle as you? Okay. First and foremost, ningependa tu kuambia kwamba there is no permanent situation. Vile maana your story from the start since class 1. I've never been stagnant in one place. I've improved gradually. There are times when nilikuwa natamani hadi kuvaa kiatu, singeweza kuvaa. But as for now, I'm wearing them. No condition is permanent. And mostly this to go to the comrades. Anything you are passing through, it's just for a time, and just for some time. It will come to an end. Don't incline yourself to one position. There are so many opportunities outside here. Venture as a comrade. Many people are going through a lot, but they can't tell you on camera. I just decided to come out because I realized the rate of death in this university has become so much, and this is due to depression. Unapata mtu anajinyanga. Hii ni juu ya kukosa kuongea. Let's talk. Share your view. Share your experience. Share your life journey to help others understand how to cope up in life. And last, I just want to say that I'm so much grateful for those who lend me a helping hand. I'm so much grateful for them. They pulled me up. Kwa marafiki wangu wenye wameni encourage, mostly wako hii institution, they encouraged me that just keep going. No condition is permanent. You will eventually make it. And I know I will make it. So wewe comrade mali huko, unapigwa na stress, usiwe na stress. Just open up. Na kando na hayo, look for an alternative. Usitegemee mzazi sana. Unadhani anakuignore kwa kupenda kwake. Si hivyo. The parents, even they don't sleep because of us. They think of us, of how they are going to maintain us in these institutions we are. They are also trying, but due to limited resources, they can't meet their needs all. That's why I want to urge every comrade, wherever you are, be part of something. Bora unapata kidogo, hicho kidogo ulicho nacho, it means a lot. It can change everything. Nilianza na kuuza nyanya kwa kila nyumba. Sasa nimefunga stall yangu. Ninaweza uza vitu zingine kando na nyanya. And people are buying. Na comrade wenye wamekuja hapa wamenipata. They really appreciate the work I'm doing there. But I usually advise them, don't just sit back. Have something. Be creative. It is just all about creativity. Choose something that is distinct. Hata kama itakuwa inafanana na ya mtu, bora umepata ile kidogo. At the end of the day utakuwa unaingia nayo kwa nyumba. Hicho chako ulicho nacho is more than kama umeibia kwa mtu. Wizi inaleta tu kifo. Life inapatikana mara moja. Be yourself. Usiingie kwa peer pressure. Watu watakucheka ukianza, but eventually they will come back and apologize. I had 2 apologies when the 2 people came to me wakaniambia, when you are starting this thing, tulikuchekelea tukisema wewe ni mwanaume lakini unaingiza kwa vitu za mama. We are very sorry for the inconvenience. It was not our will. We thought life was the same. But continuing, we realized that it ain't the same as we anticipated. So I just want to urge each and every comrade, whatever you are going through, just know that you are not alone. Come out, share, to help the other person to see where to correct himself or herself. In this life, it's all about lifting each other. And if you lift each other, we can make
something big in life. All in all, be yourself. Get away from peer pressure. It ruins a lot. I know. I've gone through it a couple of times. Hii shia unataka kufanana na mwenzako. Unaona anatoka kwa gari. Hujui ni gari ni ya nani, ya mbaba. Hutaki kujua. Unataka kuingia tu. And you know what baba entails. He will use you. Yeye unapata pesa, but at what cost? Your life. You might as well contract diseases. Who knows? Your poor decision might lead you to something that you will live to regret in your life. Be yourself. Stay positive. And stay true to yourself. Thank you. Ole kumwira niona hapo nje. That's all I have for you I have for you for today. Don't lose hope in life. Thank you. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, like. Yeah. Maisha ilikuwa ngumu mpaka tukashikwa bwana. Tukapelekwa gerezani, tukapelekwa kotini. Mpaka mwenye alitushika. Tulikutana na yeye huko kotini, tukamshinda na kesi, mpaka tukaachiliwa. Tukarudi nyumba kwa sababu huko kwa polisi. Hatukuwa na mwenye anaweza kuja kutuona. Sasa polisi nadhani walikuwa wanaona there's nothing we are doing